na neno tamaa linatokana na neno linaitwa matamanio, sio? Na tamanio linatoka kwenye kitu kinaitwa motive, ambao ndio huko tuna motivate. Kwa hiyo kama tunaizungumzia dhambi, dhambi huja kwa kunini? Kwa tamaa, na mtu hujaribiwa na tamaa. Kwa kile unachokitamani kina nafasi kubwa sana ya kufanyika kuwa dhambi. Tuko pamoja? Kwa hiyo kama umejisajili kwenye digital world, ukitamani kitu, AI inatambua huyu mtu anatamaniki sana hivi vitu. Ukiingia tu kwenye mtandao anakuletea vile unavyovitamani. Unaona vina pop in. Mpaka unasema jamani, mbona watu wanaletea sana hivi? Mimi sijaomba lakini wanaleta tu. Kumbe inakusoma ya kwamba hivi ndio vitu unavyovitamani. Na ikisha kuletea, vinaangalia muda unaospendi kwenye hicho unachokitamani. Kizuri una na kizoom kidogo pale. Ili ukione vizuri hicho unachokitamani. Baadaye inakusanya taarifa, inasema huyu mtu ukimtumia viatu anakaa muda mrefu kwenye viatu. Kwa kama kuna kiatu kipya kimetoka hata cha Kichina wanakuletea. Sasa ukiletewa ndo unaipima nguvu yako. Mtu hujaribiwa na tamaa. Kwa tamaa yako sasa inakupeleka kwenye kutaka vile vitu. Sasa unajiuliza nitavipataje? Inajua kabisa, inakuhesabia siku. Baada ya muda inaanza kukuonyesha namna unavyoweza kupata mshiko. Unajua ukibeti, tangazo linatokea pale chini. Ukibeti mkeka uchaniki huu. Huu mkeka unafanikiwa. Na hii timu tena sasa hivi ilivyo imara, wewe beti tu. Tangazo la pesa hapa chini, hapa juu kiatu. Sijui unapata picha. Baadaye una connect dot. Hiki kiatu, hii beti. Ngoja niombe hela. Lakini hiyo hela naomba ni kwa ajili ya maandalizi ya muhula ujao. Lakini sinaweza kuzungusha hapa chini ikaleta hiki kiatu na ile hela yake nikarudisha. Tunakukuta kwenye beti. Lakini ulishajiuliza Biblia imezungumza nini kuhusiana na beti? Kuna mtu anafahamu biblical explanation ya betting? Kwa sababu kama hilo neno hujaliweka moyoni, ina maana utaamua sasa kutokana na kila unachokiona kwenye digital world. Baadaye una beti, na wale nao wanajua saikolojia. Huyu ni mgeni, ndo kwa mara ya kwanza amebeti. AI inamtambua. Amebeti kutokea wapi? Urukishumundu. Si ndo simu zako zinachukuliwa na mnara, ndo mara ya kwanza. Tusimkatishe tamaa. Mrudishieni hata buku. Wala kurudishia buku. Wewe ulitoa 200 umepata buku. Nasema mambo si ndo haya, ngoja nizungushe tena buku alafu niongezee na buku nyingine. Wanakuriwadi, wanakukatishi tamaa, jaribu tena, you are about to win. Na wakati mwingine wanaweza kukupata ushindi. Umeshinda milioni 200, alafu ndio uzifuate hatua sasa za kushinda. Sijui mnanielewa? Ndio hayo mtakutana nayo. Baadaye hata kile ulichonacho kinaanza nini? Kupotea. Unaondoka pale unasema mimi sibeti tena. Tuko hapa ndani tulioiko hapa wakati fulani. Lakini baadaye, kwa sababu wao wanajua jinsi ya kuconnect ya mambo, unashangaa kuna mwenzako huko Urukishumundu anakuambia mimi nilibeti nikapata. Unasema labda mimi nilikosea, unachukua madini. Kwa hiyo nifanyaje? Ukishachukua madini si lazima uyaingize tena kwenye majaribio, unairudi tena pale kwenye kiatu chako. Unakutana sasa hivi nitoke huku, labda nilibeti huko, ngoja nibeti huko. Kwa sababu hauna bajeti ya kubeti, ina maana chochote kinachopotea ni kitu ambacho kilikuwa kina fursa kukufanikisha. Tunaona inapotea tena. Sasa sijui mkiendaga kusali huwa mnasali nini?
Unamwomba Mungu msamaha au unamwambia Mungu, kwa kweli nifanikishe na hii beti?